ya vyombo vya habari ni kuelezea habari vile inafaa kuelezewa. Nimeona hiyo documentary ambayo wewe umeniuliza kwamba nimeiona na nimeitazama vizuri sana, lakini mbona wasielezee story ambayo ni yote complete story ambayo ilifika kiwango nyemefika? Mbona wajaelezea kwamba kuna wanawake ambao walibakwa na majambazi fulani pale? Mbona wajaongelea kuhusu kuna maaskari ambao ni askari wa jeshi ya polisi walipigwa risasi na watu ambao hawakujulikana, pia waandamano, watu waliharibiwa mali? Mbona wajielezea? Chochea ghasia. Ya pili kukaingiliwa na wanaharakati, alafu ya tatu kukaingiliwa na media ambao ni ya international kwenda kuripoti ya kwamba hivi na hivi imefanyika, na kuwa tu wakati kuna machafuko na wakati kuna vita ambao wao ndio wamepanga, wamejiwekelea na wakapanga. Mbona huyu mwanahabari mmoja ambao sitaki kumtaja jina, wewe unamjua, anatokeanga tu wakati kuna janga, watu wamefanyika, kuna machafuko, watu wamefanyika, hajai kuja kutangaza kwamba hapa Kongo kuna rasilimali ambazo zinachukuliwa na wazungu wanapeleka penye wanapeleka? Mbona asitangaze kuhusu hiyo? Mbona asitangaze kuhusu racism ambazo zinafanyika Ulaya, ambao Waafrika wanateswa? Mbona asitangaze kuhusu Palestina? Mbona tu wanakuja kwenye mainchi ambazo ni bikira, ama viongozi ambao wamesema kwamba muwezi kukuja kupora rasilimali za nchi zetu, inabidi wawatumie hawa wanahabari ambao ni international journalist. Naweza kuambia jambo moja, zote ambazo zilikuwa na machafuko, ambazo zilikuwa na mwagaji damu, kwanza hiyo nchi utapata kuna interest, na hizo interest lazima zikuwe taken care of, na hizo interest wakati zinapokuwa, lazima hawa watu ambao ni wakoloni watumie kwanza wanasiasa, watumie mara ya pili wanaharakati, alafu watumie mara ya tatu vyombo vya habari, alafu wanapoenda kueneza hiyo habari wanaenda kublackmail viongozi, kuambia unaona watu wako umeona kitu ambayo imetokea, utatupa rasilimali ama tuendelee kukuchafulia. Lakini kama kiongozi anatishika, kwa sababu wewe mwananchi wa kawaida unafurahia, unasema kwamba haya imefanyika, imeonekana, wanakugonganisha na kiongozi wako, wanaamua sasa, wanasema kwamba ndio tupoesha haya mambo, lazima ufanye vile sisi wakoloni tunataka. Ukiona rais yoyote ambaye anapendwa sana na wazungu, jua ya kwamba ameuza nchi yake. Ukiona rais ambaye anachukiwa sana na wazungu, jua anapenda nchi yake. Haya maneno yote ambayo tumeongea hapa, nataka nikueleze. Yaje kaka? Fresh mwanangu. Mungu anasaidia. Asalamu alaykum. Asante bana, asante. Ukiona kiongozi wote, ndio maana ninasema kama hawa wazungu wanawapenda sana, ninakuuliza swali rahisi, mbona wasiende kwenye vijiji waelezee mazuri ama waoneshe vitu ambazo watu wanataka kusaidika? Mbona wanakuja tu wakati vita inatokezea? Mbona wanakuja wakati kuna umwagaji wa damu? Mbona wanakuja tu ni ya kwamba haya maneno yote ambayo yamefanyika inapangwa kuanzia na wapinzani, wanaharakati, alafu vyombo vya habari ambazo ni international. So ni makini sana, wewe jiulize maswali. Palestina mandugu zetu wanawawa, mbona wasiangazie sana huko? Na wao ndio wanachangia. Mbona inafika wakati ambapo wao panapokuwa na interest ndio wanakuja? Tafadhalini msifanye viongozi wenu waonekane ni kama kuna vile ni wabaya, kumbe wao wanashirikiana na kublackmailiwa na wazungu.